Bwana Yesu asifiwe. Ninazo shukrani kwa Mungu kwa jinsi ambavyo ameturuhusu tena tuwepo hapa katika channel hii ya Hope Rise Ministry, na leo tunalo somo zuri ambalo linagusa hisia zetu, kwamba kuna siri ambayo imejificha katika mfano Yesu aliotoa katika Mathayo sura ile ya 13 fungu lile la 24 mpaka 43 pale. Sasa ni mfano hizi tunazita parable ambazo Yesu alikuwa akizitoa na zilikuwa zina maana ya kiroho. Hasa nikuombe tu tufuatilie tuone kile ambacho Mungu anatamani tujifunze pamoja hapa. Maisha yetu ni kama shamba lililopandwa mbegu nzuri. Mungu hupanda ngano, watu wenye imani, watu wenye maombi, upendo na nia njema. Lakini pia adui hupanda magugu, dhambi, majaribu, chuki na hisia za ulimwengu. Mara nyingi hatuwezi kutofautisha ngano na magugu mpaka wakati wa mavuno unapofika. Hapa ndipo siri ya Mungu ilipojificha hapa. Kwa nini anaruhusu wema na wabaya kufanana? Watumishi wa Kristo wanasikitika kuona jinsi waumini wa kweli na wa uongo wakichangamana au wakiwepo wote kanisani. Lakini pia ulimwengu hauna haki ya kutia shaka kuhusu Ukristo, kwa sababu wapo Wakristo wasiofaa. Lakini pia na Wakristo hawapaswi kufa moyo kwa ajili ya Wakristo wasiofaa au Wakristo wa uongo kuwepo miongoni mwa Wakristo. Tunajifunza nini kwa kanisa la awali? Je, hatukumbuki ya kwamba Anania na Safira walijihusisha na mitume? Lakini pia hatukumbuki Simoni mchawi alibatizwa? Lakini pia hatukumbuki Dema ambaye aliyemtoroka Paulo alikuwa amehesabiwa kama muumini? Lakini pia usisahau Yuda Iskariote kuwa naye pia alihesabiwa kama sehemu ya mitume. Wakati mtumishi anapoona magugu yamechipuka pamoja na ngano, aliuliza, Bwana, je, tuyang'oe? Lakini Yesu alijibu hivi, Bwana akasema, acha usiving'oe pamoja hadi wakati wa mavuno. Magugu hufanana sana na ngano wakati majani yake yangali machanga. Rafiki yangu, uelewe hili ya kwamba magugu hufanana na ngano wakati majani yake yangali machanga, lakini ifikapo wakati wa mavuno hayatakuwa na muda wa kufanana. Magugu yatajitenga na ngano itaonekana. Maana yake wakati wa mavuno magugu hayatahitajika. Sikiliza hii, sio lazima kila aliye kanisani ni Mkristo kweli kweli. Na hapa ndipo watu wanaposhindwa kuelewa jambo hili ya kwamba sio lazima kila aliyopo kanisani ni Mkristo wa kweli kweli. Wakati mwingine, mara nyingi tunashangaa ni kwa nini wenye haki wanateseka na wabaya wanafanikiwa. Lakini parabo hii inatufundisha kwamba mchakato wa ukuaji ni sehemu ya mpango wa Mungu. Ngano na magugu vyote vinahitaji jua, mvua na muda. Wote wanakuwa pamoja, lakini mwisho utabainisha asili yao. Hivyo usikate tamaa unapojikuta umezungukwa na magugu, watu wanaokudharau, hila za maisha na hali zinazokuandama kwa macho ya wanadamu. Magugu yanaonekana kushinda, lakini Mungu amesema subiri muda wa mavuno. Ngano na magugu vinafanana sana wakati vinapokuwa. Ni vigumu kutofautisha kwa macho. Ndivyo wakati wa maisha ya kiroho, si kila anayeonekana mtakatifu ni ngano, na si kila anayeonekana na udanganyifu kwa macho ya kibinadamu kweli ni magugu. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba kuna watu ambao tusiodhani lakini wataingia katika uzima wa milele. Hii katika sura hii inatufundisha ya kwamba katika maisha yetu kama wanadamu, kuna nyakati kuna watu tusiowadhania wanaweza wakakutwa wakiwa wameingia mbinguni, na kuna wale ambao tuliowadhania kwa macho ya kibinadamu tunapoangalia tabia ya nje tu, lakini wanaweza wasiwepo pale. Ninakutia moyo rafiki yangu unayefuatilia hapa Hope Rise Ministry. Sijui kwamba wewe kama jicho la Mungu lingelipita kukutazama ungekuwa katika hali gani? Je, wewe ni ngano ambayo itakayekusanywa kwa ajili ya faida, au umekuwa magugu pia? Sijajua maisha yako yamekumbwa na magugu, sijajua umezungukwa na nini, lakini ninachokijua ni kwamba
vyote Mungu ameviacha. Muda utakapofika, Bwana ajapo mwenyewe ataamua. Wewe una uamuzi wa kuchagua kuwa ngano. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo.